kuna wakati unatoka unazungumzia vitu lakini kwa sifa ya binadamu, kwamba hivyo vitu unavivisha sifa ya ubinadamu, lakini vinakuwa sio binadamu actually. Kwa mfano, kama unazungumzia vitu ambavyo vina sifa ya kuleta majanga kwenye jamii, vitu ambavyo sifa yake ni strength au kusababisha violence au kusababisha majanga kwenye jamii, hivi vitu unavipa sifa ya binadamu, hasa kwenye nafsi ya kiume unavipa sifa ya he. Kwa mfano, ukisema the flood happened last week was very terrible. He killed a lot of people and destroyed so many houses in town. He destroyed many houses and killed many people. Umesound vizuri hapo. Umeona? Death will come to everyone. When he comes to you, I don't think you can have an excuse. Umeona? Una sound vizuri hapo. When he comes to you. Death ni kitu, lakini unasema when he comes to you. Natumia hivi. Lakini unapozungumzia vitu ambavyo vinaashiria uzuri, yani tunazungumzia beauty, graces, mercy, justice, na mambo mengine kama hayo ya uzuri, vitu ambavyo vinazungumzia uzuri, vitu hivi unaweza ukaviterm kwa nafsi ya kike. Mfano ukisema I'm waiting for the bus. I think she will be here after half an hour. Umeona hapo nimetumia she kuzungumzia basi. When I go to Zanzibar, I always take Azam Express. You know, she's the fastest boat I like. Umeona nimetumia she. She's the fastest boat. Tunapokuwa tunamzungumzia Mungu, kwa sababu Mungu ni mfalme wa wafalme, yeye ndio mtawala wa kila kitu, hapa tunatumia nafsi ya kiume he, tunatumia he. Mfano ukisema I believe in God, he can protect me, namwamini Mungu na yeye anaweza kunilinda. Hapo tunatumia he kwa sababu tunaamini Mungu, yeye yuko kwenye nafsi ya baba. Tunapokuwa tunazungumzia nchi ambazo ziko very powerful kiuchumi, kiserikali, kiutawala na mambo kama hayo, tunazivisha uhusika wa nafsi ya kiume. Mfano ukisema you know America is very strong, he can impose economic sanction to every country, he is indeed the supervisor of the nuclear proliferation. Umeona hapo umetumia he. Lakini pia tunapozungumzia nchi ambazo bado zinajitafuta kama Tanzania na nchi zingine, hizi tunaziweka kwenye nafsi ya kike, yani she. Mfano usema Tanganyika got her independence in 1961. Tunga sentence hapo chini kwenye comment, nitaangalia mfano wa sentence yako na kusahihisha. Lakini mafunzo ya Kiingereza yanaendeshwa hapa Planet English Club, Super Language Sprint. Unaweza kupata mafunzo yetu darasani au kwa njia ya mtandao popote ulipo duniani kila siku kwa dakika 45 peke yako popote ulipo. Zaidi ya yote ni kwamba unajipangia muda wa kufundishwa.